Habari zenu wale ambao wanapenda kufuatilia video zangu na hotuba zangu ambazo nazitoa mara kwa mara. Ni jambo kwanza ambalo linafurahisha kwa wale ambao wanapenda amani ya ulimwengu, kwamba sasa Palestina inatambulika kama taifa, kwa maana kwamba ni taifa ambalo lina mipaka yake, kwa maana kwamba ni taifa ambalo lina watu wake, kwa maana kwamba ni taifa ambalo lina siasa zake. Ni watu ambao wana lugha yao, ni watu ambao wana utamaduni wao. Yes, taifa la Palestina linatambulika karibuni na nchi zote ulimwenguni isipokuwa mataifa 10 tu. Utagundua kwamba wale ambao wanapinga uwepo wa nchi mbili katika ardhi ile ni watu wa mataifa 10 tu, na Marekani ikiwemo. Kwa sababu ukichunguza kwa undani sana uanzishaji tu wa taifa la Israeli wenyewe, kuna ugaidi ndani yake. Na sasa Israeli imejizatiti kuwa ni koloni, kuwa ni taifa linalomiliki koloni la Palestina. Kwa hiyo mbinu za kuwanyang'anya watu ardhi, umetoka huko ulikotoka uje wanyang'anya ardhi ukae wewe, ulikuwa ni ugaidi. Na sasa wanajifanya wao ndio serikali, sasa wanapambana na ugaidi. Kwa hiyo Palestina walitambua uwepo wa Israeli tangia mwaka 88. Wakati huo ndo Hamas inaanza kuanzishwa, na baadaye Hamas pia wakatambua uwepo wa taifa la Israeli. Kwa hiyo wa Palestina wanatambua uwepo wa taifa la Israeli, lakini Israeli sasa amekuwa ndo mwenye mkono wa juu, hatambui taifa la Palestina. Kwa hiyo kusema kwamba Hamas ni magaidi sio kauli ya moja kwa moja kwamba ni magaidi. Unaweza ukawatazama pia kama wapigania uhuru, kwa sababu wale jamaa wana itikadi za Kiislamu, na Allah anawaamrisha Waislamu kwamba watoweni katika mji wowote ambao wamewatoa, kwamba miji yenu ya Waislamu kwa miji ya Waislamu siku zote. Kwa hiyo ni akili ya Kiislamu pia, sio ugaidi. Sasa Palestina, sitaki mambo ya vita tena, siungi mkono Hamas tena. Kwa hiyo Israeli wanataka kufanya saizi warudi nyuma, watoe muda kwa Hamas kukabidhi silaha zao kwenye mamlaka ya Palestina. Na baada ya hapo mipaka iwekwe sawa, ndio mapatano hayo. Kwa sababu Israeli ana malalamiko yake. Kuna watu 1600 waliuawa. Kwa hiyo baada ya kulipa kiasi kuonya tunataka kuwaondoa Hamas, sio jambo baya sana kupambana kulinda raia wake. Lakini taifa lenyewe limejengwa juu ya mgongo wa ugaidi. Na sasa wanachukua hapa hand, wanajifanya wao ndio serikali. Kwa hiyo je, swala halilipi. Kwa hiyo imefika hatua pia kuna mivutano ya kikanda. Wanasema kuna pola. Kuna polas katika mambo ya umoja wa kimataifa. Kwa hiyo nafika hatua tunaachana na Marekani pia, tunampuuza Marekani. Tuna ikiwezekana pia umoja wa mataifa uondoke Marekani pia. Kwa sababu Marekani mkatamizaji tu. Anapigana Israeli na Irani, Marekani akawapiga Irani. Halafu tena tuende umoja wa mataifa wapi? Marekani. Kuna nchi hazina haki huko Marekani. Kama China. Trump ana chuki na China. Ana mambo yake ambayo hayana ushahidi wa kutosha kwamba wa China wanaiba teknolojia Marekani. Kwa hiyo yeye anachofanya pale ni kupambana na kuhakikisha kwamba China hawi namba 1. Hiyo ndio picha ya haraka. Sasa wanashindana vipi? Hatumii njia za haki. Hiyo ni tatizo. Kwa hiyo afika hatua tutoshane na Marekani tu. Hayo mataifa 10 yaliyobakia ambayo hayatambui taifa la Palestina. Kwa nini hayatambui taifa la Palestina? Wakati unajua kuna watu ni wa Palestina. Wana haki ya kuwa na mipaka yao. Wana haki ya kuwa na siasa zao. Wana haki ya kuwa na utamaduni wao, kwa sababu ni taifa.
Kwa hiyo wale taifa la Palestina, Hamas ndio hao, kwamba wao kwenye nafasi ambayo hawezi kusimama tena, na vile vile tunawabesha lawama kwa janga ambalo linatokea saa hizi, wakubali kuwajibika vita ishe. Jamaa naambia kuna tunataka tusuluhishe huku Katari. Aenda kushambulia Katari kule. Watu wa ajabu sana. Kwamba waiba taarifa kirahisi watu wa Hamas wako wapi, kwa sababu ni mpango wa kwenda kufanya mazungumzo na baada ya kuwashambulia. Ujinga ule ulitokea. Ilikuwa nchi gani ile? Sio ilikuwa ni Lebanon kule. Kwamba wamekaa vikao na viongozi wa Hamas wafanye maprogram ya kumaliza mapigano. Alafu siku mbili baadaye wanaoa wale viongozi walioongea nao kwa mazungumzo kule. Ni vichaa, ni wabinafsi sana yani. Ustaarabu umekuwa duni na umekuwa mbaya kweli kweli. Kwa hiyo sio kusikiza tena. Inabidi Israeli aje angalau na mpango wa kibinadamu. Ameambiwa no longer Hamas. Hakuna Hamas tena. There is no more Hamas. Hamas has to surrender their weapons to Palestinian Authority. Mpango umekaa vizuri kabisa huo. Yeye ana kisingizio gani sasa anakataa mapatano? Haya. Hamas leader collected in one place to discuss how to end the war. They are ready to be dissolved according to what United Organization wants. That they have to surrender their weapons to Palestinian Authority. Israel made an airstrike. So he wants no peace. That is evil. They are no good. They have already killed 60,000 people. They say it's not enough. They want the Hamas, they want the Hamas, they want the Hamas, and the Hamas. Hamas is ready to be dissolved. So what? They have to offer room for that period, maybe 6 months, 3 months, for Hamas to comply. What the international organization want. They are very annoying. They are evil. They are no good. Kwa hiyo inabidi ifike mahali tu mahusiano ya kikanda. Marekani na yeye anawekewa vikwazo hivyo na uchumi wake mkubwa. Maana inaelekea anajitosheleza mwenyewe wakitaji. Ni wakati mwafaka wa kufunga balozi zao kwenye mataifa yetu. Kwamba hatutaki ushirikiano wa kimataifa na Israeli kwa sababu bado wanaunga mkono ukoloni katika milenia hii ya pili. Katika karne hii ya 21 bado wana mambo ya kikoloni, kwa sababu huo ni ukoloni sasa. Kwa sababu wale Hamas walikuwa magaidi, kwa sababu hawana uwezo wa kivita, bado wajifiche mashambulizi ya bahati nasibu. Kwa hiyo ni wakati kwanza kuwakazia Wayahudi kwanza, kuwakazia Israeli kwamba hatutaki ushirikiano na Israeli kwa sababu ya ukandamizaji ambao wanafanya kwa Wapalestina. Na Marekani akijipendekeza na yeye pia tunafunga balozi zake, tunataka ushirikiano na Marekani. Kutegemea misaada kazi kwa tatizo, nafika hatua basi waangalau nchi zikakope sehemu zingine kwa kutumia misaada ya Marekani, tunakuwa hatuna uhuru kamili. Saizi watu wanateseka, watu hawana makazi, watu hawana mashamba, watu wanategemea free lunch. Mambo ya ajabu. Kwamba Mpalestina maisha yake ni ya free lunch kila siku, free lunch kila siku. Sio maisha ya kusukumia watu. Walikuwa na ardhi tele, walikuwa na wanazaliana, wanafanya shughuli zao, wanafanya biashara zao. Hizo wamekuwa ni wakimbizi, tena wakimbizi wa ndani, IDPs, sio wakimbizi kwenda mataifa mengine. Kwa sababu huko nje wakienda huko nje ni kupoteza nafasi ya kurudi nyumbani kabisa. Na huko nje maslahi yatakupani maslahi, kuna ardhi. Kwa hiyo wana haki ya kuishi kama watu ambao wana uwezo wa kuendelea, wakakuwa anga likawa ndio mpaka tu. Kwa hiyo hatuingi mkono ukoloni.
wala hatuungi mkono ubaguzi wa kimbari wa Palestina. Nasikia wako 40% wanaounga mkono mataifa mawili. Hizo takwimu na mashaka nazo. Nasikia Waisraeli wako 30% wanaunga mkono mataifa mawili. Inaonyesha hivyo kwa sababu Netanyahu ndo mtawala na alionao anasimamia hilo swala, hawataki mataifa mawili. Kwa hiyo ni tatizo. Kwa Marekani ni mzigo siku hizi. Hawezi akatuvusha. Haja tufikisha tunakokwenda. Tunafika hatua inabidi tumpelekeze Marekani. Yaani ni kana kwamba mtu unavuka mto, unavuka bwawa, unahitaji boti. Ukishavuka mto tayari boti inakuwa ni mzigo. Mtu wa China anasema Marekani amekuwa ni mzigo. Japokuwa amesaidia uhuru wa mataifa mengi sana baada ya kupinga kama superpower kwamba hataki ukoloni ulimwenguni. Kwa hiyo mataifa ya Kiafrika inabidi tuwanishe uhuru na Marekani. Ilifika hatua Marekani ni mzigo. Watu wa China nao tunafanya hivyo kwa ajili ya utu, kwa ajili ya kujali watu wengine ambao wanaishi katika sayari hii hapa. Kwa sababu wanaendelea kwa mambo ya ajabu, hapambana na ugaidi, lakini wanapora ardhi hapo hapo. Watu wanakuwa wakimbizi ndani ya nchi yao. Ni mambo ya ajabu. Na wao wakasema kama nchi nzima ni nchi ya magaidi. Kwa sababu Hamas wanawashinda uchaguzi. Unaweza kuanza hilo swala. Kuna ukandamizaji unaendelea na Marekani ndio mbaya. Israeli kwa kiwango cha Marekani anafanya anachojisikia tu. Anapiga tofauti la Kiarabu tu. Akijisikia anapiga tu. Yaani kuna Hamas pale. Kuna Hamas. Na hao jamaa mpaka yao iko wapi mbele ya Israeli? Halafu mjanja kweli kweli yani. Akiwa anashambulia Syria, hashambulii Yemen. Akishambulia Irani, hashambulii Katari. Kwa hiyo ndio divide and rule. Amewagawanya kwanza. Hawana umoja kama mataifa ya Kiarabu. Mambo ya ajabu. Kwenda fika hatua tu tunakataa, hatutaki. Hatutaki ushirikiano na Israeli kwa sababu ya mambo wanaowafanyia watu wa taifa wanaofanya nchi jirani kwenye nchi ya Palestina. Hayakubaliki. Kumnyang'anya mtu ardhi, kumnyang'anya mtu makazi. Hapo unasema kwamba wewe sio gaidi. Kadanganya watu wadogo, sio watu wazima.